Leo tuelezee siri kuu 2 za mafanikio katika maisha, kwa kuangalia watu wawili ambao walielezea siri za mafanikio na utajiri katika maisha. Hata hivyo, siri hizi 2 ni muhimu sana kwenye maisha yako kama kijana, kwani zinafungua namna yako ya kufikiria. Ufikirie katika namna ya tofauti. Zig Ziglar alisema kwamba ukiwasaidia watu wengi zaidi kupata wanachokihitaji, utapata unachokihitaji. Ukiwasaidia watu wengi zaidi kupata wanachokihitaji, utapata unachokihitaji. Zig Ziglar alimaanisha hivi: usifikirie ni kitu gani watu wengine watakufanyia, bali jifikirie ni kitu gani ambacho utawafanyia watu wengine. Hii ina maana gani? Fikiria wafanyabiashara wakubwa wa nchi ya Tanzania wanasaidia kuwapatia watu wanachokihitaji, yaani bidhaa bora kwa bei nafuu, kuwafikia watu wengi zaidi na kuwasaidia kupata mahitaji yao ya kila siku kwa bei nafuu. Kwa kufanya hivyo, kadri maisha yao yanavyogusa maisha ya watu wengi zaidi, ndivyo jinsi utajiri wao unavyoongezeka na hali yao ya maisha. Fikiria mfanyabiashara Kariakoo, kadri anavyowagusa watu wengi zaidi katika maisha yake na kuwasaidia watu wengi zaidi kupata bidhaa bora kwa bei nafuu, ndivyo jinsi hali yake ya maisha inavyokuwa nzuri, yaani mafanikio na utajiri. Fikiria viongozi katika ngazi ndogo, jinsi wanavyowasaidia watu wengi zaidi kupata wanachokihitaji, yaani uongozi bora kwa uaminifu, unyenyekevu, ndivyo jinsi wanavyopata wanachokihitaji, yaani nafasi zinavyoongezeka. Basi kijana, unasubiri nini? Unaweza pia. Ni wewe tu uanze kufikiria namna ya kuwapatia watu wengine wanachokihitaji, na wewe utapata unachokihitaji. Tena unatakiwa kuanza sasa, kwa sababu mawazo yanapokuja kwa wakati huo, yanapokuwa yamekuja, hakikisha unayafanyia kazi mawazo hayo, kwa sababu usipoyafanyia kazi yataondoka. Usikae mbali na mawazo yanayokuja mwanzoni, kwa sababu yanakuja na hisia za kuanza. Kwa hiyo usikae mbali na jambo hilo. Wapatie watu wengi zaidi wanachokihitaji, na wewe utapata unachokihitaji. Siri ya 2 ya mafanikio tutaitoa kutoka kwa John Kenneth, ambaye John Kenneth anazungumzia kuwa usifikirie ni kitu gani ambacho taifa litakufanyia, bali jifikirie ni kitu gani ambacho utalifanyia taifa. Taifa ni watu. Kwa hiyo jifikirie ni kitu gani ambacho mimi nitalifanyia taifa sasa hivi. Kisha ukishapata kitu gani ambacho unaweza ukalifanyia taifa, anza kuwafanyia waliopo katika mazingira yako, yaani wanaokuzunguka. Labda unataka kuja kuwa kiongozi katika taifa, anza kuwa kiongozi sasa hivi. Kuwa kiongozi muda huu na kuwa kiongozi sasa, kwani kwa kuanza sasa nafasi yako itaongezeka kadri utavyokuwa ukigusa watu wengi zaidi katika maisha yao. Kwa hiyo kwa kusaidia watu wengi zaidi kupata uongozi bora kupitia wewe, uongozi wa unyenyekevu na busara, nafasi yako itaongezeka, na kadri siku zinavyoenda utaongezeka mpaka utafikia juu. Je, unashangaa maneno haya? Kila kitu kinawezekana. Basi kama unataka kulifanyia taifa kwa kulipatia bidhaa bora na kupunguza hali na ugumu wa maisha ya watu kwa kuanzisha viwanda, anza sasa. Anza sasa kwa ugunduzi wa vitu vidogo, ukiwapatia watu wanaokuzunguka kupata wanachokihitaji. Basi kadri maisha yako itavyogusa watu wengi zaidi na zaidi na zaidi, ndivyo jinsi nafasi yako itavyoongezeka. Kuna kitu kinaitwa importance. Unakuwa unachotaka kuwa. Mfano, unataka kuja kuwa daktari, unaanza sasa kuwa unachotaka kuwa kwa kuishi taratibu, miko, sheria, desturi na namna ambavyo unatakiwa kuishi inatakiwa iendane na kile kitu ambacho unataka kuwa. Unaweza kijana mwenzangu, amka. Muda ni sasa. Kila kitu kinawezekana kwa pamoja, lakini tunaweza kwenda mbele. Anza sasa. Muda ni sasa, wakati ambao una mawazo ya kuanza. Usisite, kwa sababu
Ni kosa kubwa sana kutokuanza au kuogopa kuanza. Lakini unapokuwa katika safari yako ya maisha, lazima ujue kuwa kuna changamoto. Maumivu ya kuanguka yakufunze kusimama na kuendelea mbele. Ushindi ukufunze kusherekea ulichoshinda na kujifunza katika ushindi ili uendelee kwenda mbele, ukiwasaidia watu wengine kupata wanachokihitaji ili na wewe upate unachokihitaji. Kuna mtu anaweza kazungumzia, ukitaka kuwa tajiri, ukitaka kuwa na mafanikio, kuwa mbinafsi na kuamsha. Usifikirie hivyo tena, fikiria katika namna ya tofauti sasa, na ufikirie katika ukweli huu ambao umezungumziwa na watu wengi zaidi, ikiwemo Zig Ziglar na John Kennedy, ambao wamezungumzia mambo haya mawili kama siri kuu. Amka sasa, anza sasa, mwanzo ni sasa, na tunasonga mbele pamoja. Basi upo nani Raphael Tabasamu Filosofa katika kipindi hiki. Tukutane katika video ijayo. Subscribe usikose, tia komenti yako. Nataka nijue ni namna gani video hii imekusaidia zaidi katika kuanza sasa na kusonga mbele. Asante.